Najua ndugu yangu, hizi kazi tunazozifanya sisi ni ngumu sana. Kwa hiyo yani inakuwa kwamba mtu unapiga kazi afu hela yako mtu anakuambia sijui dada habari nitakupa baadaye. Sasa sidharau. Oi. Wewe dada gani ulomsalimia wewe? Kwani dada si huyu hapo amekaa ndugu yangu? Wewe unanichanganya kichango. Kuna mtu hapo? Kwa nini ndugu yangu na matatizo gani? Mtu si huyu hapo amekaa ndugu yangu ndo maana nikamsalimia au? Najua Lami kichango. Yaani wewe kama ungekuwa unavuta bangi, ningekuwa na bangi zimekupagawisha umeelewa bangi. Au sio bwana? Lakini uvuti bangi, unywi pombe, wala uvuti sigara kichango. Kitu gani unachopagawa nacho? Si matofali matupu ya kichango. Una mtu hapo? Wewe bwana, hebu acha kujichomoa betri. Usinifanye mimi kama na matatizo ya macho. Dada huyu hapo amekaa ndo maana nikamsalimia. Sasa unaniambiaje kwamba hamna mtu hapo? Baridi mwanangu, tusibishane, lakini hapo hamna mtu, twenzetu. Imekwaje ubinadamu ameniona? Atakuwa na nguvu gani? Au huenda atakuwa na uwezo kuona viumbe kama sisi? Itabidi nimfuatilie ili anisaidie. Sawa ndugu yangu. Mimi nahisi kwa hapa nipo kufikisha panatosha sana. Kwa hiyo sina budi mimi nirudi nyumbani nikamwahi mama mtu, nawe inabidi uelekee ukapumzike ili tuweze kuonana tena baadaye. Basi sawa, haina noma kichango. Ila mimi ninachotaka kukwambia, zingatia kichango, dharau au kamu. Kwani kaka, si dada yule pale ambaye tumetoka kuonana naye kule? Yuko wapi? Si yule pale anaenda, kwani uone kama kuna mtu pale? Lami, nisikilize ujue kichango ujue. Mimi nishapagawa kutoka huko, afu dakika mwisho nayo unaletea miayusho ujue kichango. Huyo mtu yuko wapi? Unajua bwana, nataka kunifanya kama mimi na matatizo ya kiakili. Mimi niko timamu kabisa. Unajua mtu kapita hapa ndo maana nikamsalimia. Lakini mimi siwezi kusalimia yeye wa kaka. Kwani una matatizo gani mwanangu? Kwa unataka kuniambia hao watu unaona wewe, unaona majini hao ambao mimi siwaoni? Wewe usinichanganye ujue Lami ujue mwanangu. Ina maana wewe uniamini kama mimi ninachokwambia nimeona mtu, si ndio? Sasa nitakuamini vipi wakati mimi sioni mtu? Wewe nini mwanangu? Nisikilize blood. Mimi ngoja nijichenge zangu. Naona sasa wewe mwanangu ushapaga kiakili. Wewe nenda nyumbani kwako kaipumzike, unaona nichanganya. I miss you. I miss you too. Kwani baby? Of course. Kiss. Okay. Hapa. Yaani bibi umechelewa kweli. Amna. Kuna mambo kidogo nilikuwa namalizia, si unajua? Lakini nikasema so kesi. Acha na yeye nyumbani kwa sababu nitakuwa nimekumisi sana mpenzi wangu. As you know the way I love you. Anyway, kwa jinsi nilivyokumisi, I wish to get a short time with you. Can we go for celebrating? Wow. Are you serious? Of course. Wow.
Wewe tena. Wewe ni nani? Na umepojuaje nyumbani kwangu? Tumekuja wote. Kwani ukumbuki? Mimi na wewe tulikutana kule. Wakati unakuja kwako, tulikuja wote. Wewe umekuja na mimi wewe? Na umepita wapi kwa milango yote nimefunga hapa ndani? Nimepita kwenye ukuta. Umepita kwenye ukuta? Babe. Baby, Yes baby. mbona unaongea mwenyewe? Don't worry baby. I'm just talking alone. Kwa nini unamdanganya mpenzi wako? Si mwambie tu kweli unaongea na mimi. Hayakuhusu. Ninachotaka kujua umefuata nini nyumbani kwangu. Nisikilize wewe. Kama unataka kimapenzi, mimi na mpenzi wangu. Aya, naomba niambie, umefuata nini nyumbani kwangu? Mimi siwezi kuwa na wewe. Maana toa mpenzi wako mwandani umeshindwa kumridhisha. Anakaribia tu kufika kileleni, wewe ushamaliza. Hawezi kuwa na mimi kwa sababu huniwezi. Una shida gani? Nahitaji mazungumzo na wewe. I don't want to talk with you. Over. Baby, Yes baby. mbona kutanguliza haribika? Tatizo lako na umeikata chini sana wewe. Hapana baby, sema tu alinikariba. Anyway, kesho tutaenda kuweka nyingine. Hapana, mimi sitaki. Nasubiri kwanza kuchanga ikikua kwa kidogo. Ndio nitaenda kuweka. Sawa. Afu pia baby. Leo nataka nikupe zawadi nzuri sana ya maneno. Kweli? Kweli tena. Haya sawa, nakusikiliza mwalimu wangu. Baby. Unajua ni wa thamani sana kwenye moyo wangu baby. Kweli tena. Mama. Kwani una shida gani? Nishakwambia sina shida na wewe, mbona unifuatilia sana? Nahitaji mazungumzo na wewe. Ukinipa nafasi ya kuzungumza na wewe, nitakuacha kwenye maisha yako. Baby. Mbona umechange ghafla? Haya sasa, unaongea na nani hapa? Naongea na mtu huyu hapa. Huyu hawezi kuniona mimi. Mwenye uwezo kuniona mimi ni wewe peke yako. Hivi wewe siku hizi una matatizo ya akili au? Na kama una shida ya akili, kwa nini usiseme nikakuitia daktari akaja kukutibu hapa nyumbani? Yaani uko serious kabisa, naongea na mtu yuko wapi hapo? Niambie, wewe unaitwa nani? Naitwa Rayyan. Asa inakuaje naweza kukuona mimi tu na wengine wanashindwa kukuona? Sasa hapo ndo ufikirie, kwa nini wewe una uwezo wa kuniona na wengine hawana uwezo wa kuniona? Unataka kusema nini? Wewe ni jini, si ndio? Mimi ni mzee. Wewe vipi? Baby. Nini? Ni mwana mzimu. Dada, nimekuita hapa. Kuna jambo nilikuwa nahitaji unishauri.
maana na sasa kama ni maji basi amenifika shingoni. Yaani huwezi kuamini, dada Lami siku hizi amebadilika. Lami siku hizi ananiita mapicha picha, sio mapicha picha, movie sio movie, yaani anaita vitu vya ajabu huko ndani mpaka sielewi. Lami unaweza kumkuta amekaa kwenye sofa anaongea peke yake. Alafu kila ukimuuliza Lami unaongea na nani? Jibu analolitoa ni moja tu. Naongea na mzee. Sasa tu nikuuliza dadangu. Hivi wewe toka umezaliwa mpaka umri huu uliofika, wewe ushakuona mzee? Yaani kwanza kabisa nikupe pole mdogo wangu. Tena pole kubwa. Nimekusikiliza kwa umakini sana. Yaani kwa jinsi nilivyokuelewa, huyo bwana wako anaonekana kabisa hamkuchoka. Malaika umechokwa. Yaani katafuta sababu za kukuacha, kaona ameshindwa. Kaamua je na staili hiyo. Hivi nikuulize kitu mdogo wangu. Ushawahi kuona mzimu? Hapana dada, na ndio maana nikakuuliza wewe. Sasa na hisi sasa tunaenda kuelewana. Mdogo wangu mzimu haonekani. Na hata kama ukimuona, basi hautopata hata ile dakika ya kukaa kuongea naye. Kwanza mzimu unakaa unaongea naye nini? Hivi mwenyewe unashindwa hata kujiongeza. Kwa nini umekaa tu kabisa, ni mume wako anakufanyia vituko, na yeye umekaa tu. Mbona unapenda kunidhalilisha wewe? Malaika wewe ni mzuri mdogo wangu. Tena mzuri sana. Haina haja ya kumng'ang'ania mtu. Kama kutaki unamwacha unaje zako nyumbani. Kwani umefukuzwa nyumbani wewe? Dada, hata kama amenichoka ndo anietema picha kama hayo kweli? Hayo mzimu kaja kufanyaje kwake? Au anataka nini wa mzimu kwake? Si unanielewa ninachomaanisha? Ina maana umekataa kabisa kunisikiliza. Waga napenda nikiongea mara moja nieleweke. Asa unakaa hapo ni kwako? Na umegoma kabisa kuondoka? Mimi hapa siwezi kuondoka mpaka utakapokubali kunisikiliza, na ikitokea nimeondoka, jua nitarudi. Kwa nini mara ngapi nikwambia kwamba sitaki kabisa kusikiliza? Kwa nini unanifuatilia? Wewe kwa nini unasumbua sana maisha yangu? Ondoka na unachofuatilia maisha yangu. Sasa mimi nishasema sitaki na sipo tayari kusikiliza kwa lolote. Unielewe basi. Lami, mbona unaniletea muuzauza ambayo ilikuwa huko ndani? Mbona unaniletea drama ambazo haziishi kila siku? Eti Lami, umenichoka Baby, mimi nakuletea drama gani? Mbona sikuelewi? Unazungumzia nini? Sweetheart, mimi bado nakupenda. Kwa nini nikuchoke mapema? Mimi nakupenda sana mpenzi wangu. Kwani unazungumzia kitu gani hapa? Naona umenichoka wewe. Sasa ngoja. Kwa hiyo unafurahi kuona mimi nagombana na mpenzi wangu? Wewe mbona king'ang'anizi sana? Nishakwambia sitaki kukusikiliza. Wewe mbona unielewi? Mimi sifurahi wewe na mpenzi wako kugombana, ila yote umeyataka mwenyewe.
Baby, where are you going? Sasa iko hivi. Endelea kubaki na mizimu yako. How come, baby? Ina maana furaha yako ni kuona mpenzi wangu anaondoka, si ndio? Kuvunja amani kabisa mimi na mpenzi wangu ndio ilikuwa furaha yako. Light, ungenisikiliza yote yasingetokea. Unajua kaka, jambo moja kubwa la msingi ndio limenileta hapa kwako. Kila siku nakuwa nakuelezea juu ya kitu ambacho mimi kinanitatiza sana kwenye maisha yangu kwa sasa. Kaka, mimi ule mzimu ambao nakwambia unanitokea, bado unanisumbua kwa kiasi kikubwa sana. Imefikia tu mpaka unanitokea nipo na mke wangu. Na uwezi amini, mke wangu sasa hivi hayupo nyumbani. Na ule mzimu ndio sababu kubwa ya mimi mke wangu kuondoka. Sielewi unataka nini kwenye maisha yangu. Lakini kila nikiulizwa unasema unataka kuongea na mimi, unataka kuongea na mimi. Asa kaka, ule mzimu yani ni kwa nini unanisumbua mimi? Yaani ni kwa nini unanifuatia sana kwenye maisha yangu? Kwa sababu mimi sitaki. Na wewe ndio mtu wangu wa karibu. Na unanishangaza pale ninapokuambia bana mimi natokewa na mzimu na naweza kuona wewe unakuwa unanikataa kaka. Hebu inabidi utambue kwamba mimi sina matatizo yote ya akili. Na nipo vizuri kabisa. Kwa hiyo zumuni kubwa na pointi ya msingi leo nileta hapa kwako. Hebu naomba uangalie namna gani unaweza kunisaidia juu ya hilo kaka. Ule mzimu utanitesa sana ujue. Nikuulize kitu. Wewe umejuaje kama ni mzimu? Kaka, wenyewe ndio umeniambia baada ya kunitokea. Ukasema kwamba wenyewe ni mzimu na hamna binadamu yoyote anaweza akauona tofauti na mimi. Kaka, kwa akili ya kawaida kuona mzimu, Ujue unanichanganya ujue Lami. Yaani sasa hivi sikuelewi kabisa kichwa changu. Yaani ukizungumzia mzimu, mzimu ni mtu ambaye amefariki. Sawa? Huenda kwamba inawezekana kwamba ameuliwa na mtu au sio, ndio maana unamtokea. Au amekufa akiwa na kinyongo na mtu fulani. Kwamba amekufa lakini hajamsamehe, ndio maana unamtokea. Sasa wewe akutokee, wewe anakujua? Wewe umemfanyia nini hadi akutokee wewe? Mbona unanichanganya mzee? Nisikilize, hizo ndoto ujue unazoota wewe ni za mchana kabisa ambazo haziwezekani. Acha na hizo habari mwanangu. Wewe vipi mwanangu Lami? Ndugu yangu, unajua unachonitatiza ni kila siku mimi nakwambia jambo ambalo nipo serious na unashindwa kunielewa kaka. Yaani ukiona mimi nakuja kwa sababu naamini ndio rafiki yangu wa karibu kaka. Mimi sio kama ni mpumbavu au ni mjinga wa akili mpaka nakuelezea hili jambo kaka. Sasa wewe unataka nikusaidie nini? Hebu angalia namna gani unaweza kunisaidia juu ya hili. Mimi nakusaidia nini wewe? Kama huo mzimu unauona wewe, mimi siuoni. Afadhali ningekuwa nauona mzimu hapa, mimi ningejua ningeongea naye vipi. Lakini siuoni, wewe ndio unauona mzimu, mimi nakusaidiaje? Nisikilize wewe. Huyo unayemwomba msaada hana chochote cha kusaidia. Cha kufanya nisikilize mimi. Na wewe achana na mimi bana, kwanza siongee na wewe. Unaongea na dadi sasa. Ule mzimu wenyewe si ndio huu hapa kaka? Poa. Unataka kuniambia upo pembeni hapo? Huu wako pembeni yako. Tajua mwenyewe, kikubwa tunaishi maisha yetu. Umeionaje hiyo? Wajichenge mwanangu. Tamu sana hiyo. Ondoka Lami. Usinisababishie matatizo uje na mambo yako bwana. Ondoka bwana. Ndio inabidi uelewe unachoambiwa. Oya Lami. Wewe Lami. Ningoje basi mzee. Mwanangu, unajua upolesi sana kichangu. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Unajua hivi vitu vinavyokutokea utaki kabisa kupuuzia. Na unatakiwa uwe makini. Muda wote na saa yote jambo bali linaweza likakukuta. Kwa nini? Wewe ni mtu mwenye maono. Na una uwezo wa kuona viumbe ambavyo
binadamu wa kawaida hawezi kuviona, na inaonekana kwamba tangia utotoni mwako ulishawahi kuchanjiwa uweze kuona hivi vitu. Cha kukushauri labda, huyu dada anakutokea mara kwa mara, huyu atakuwa na matatizo na ana shida kubwa tu. Kwa hiyo ungekaa chini ungemsikiliza kitu gani anachokiongea, ili mradi kama tatizo lako una uwezo wa kumsaidia basi uweze kumsaidia. So muda nimetoka tu mtaani kwako hapo. Nimekuelezea lakini pia ukanikataa. Na sio mara kwanza mimi kuelezea hii shida. Nilishakuelezea kwamba kuna mdada mimi anatokea na ninamuona. Lakini unakuwa ni mtu wa kunikataa. Sasa inakuwaje leo unakuja kuniambia kwamba mimi na maono ya kuona vitu ambavyo wengine wameshindwa kuviona? Ni nini kimekukuta au haupo sawa, utakuwa na matatizo kiakili labda? Utaki kunipinga kwenye hili. Fanya kama nilivyokuambia. Naamini siku moja utakuja kuniamini. Na kama utamsaidia atakuacha kwenye maisha yako yote. Wewe utakuwa na matatizo. Mimi nahisi upo sawa. Utakuwa na matatizo. Kila mara unakuwa unanisumbua. Ukihitaji kuzungumza na mimi, unaweza ukatumia huu muda ukieleza shida zako. Ongea na kusikiliza. Nashukuru umekubali kunisikiliza. Mimi kabla sijafariki nilikuwa naishi na mama wangu. Katika maisha yetu yote niloishi na mama wangu, nilikuwa nahisi ananichiti. Hivyo ikanipelekea mimi nikamtega mama wangu. Mizimu upande wa kikeni na upande wa kiumeni. Naombeni mnisamehe sana. Najua nawakosea sana. Yote nafanya faida ya mume wangu na kwangu mwenyewe. Nampenda sana mume wangu. Hivyo nimekuja kumtega mume wangu. Akikutana na mwanamke mwingine yoyote tofauti na mimi, maumbile yake asifanye kazi. Naombeni mnisaidie sana. Na mnisimamie. Asante. Hilo tego nilomtega mume wangu mpaka leo linamtesa. Hivyo mimi unanichukuliaje? Na uliniita nyumbani kwako ili iweje? Nije kuona mkate wa chumba? Eti mwanaume unanifunua nguo, unaniangalia tu maumbile yangu alafu unaniacha. Hivi kama ulijiona una matatizo, kwa nini uliniita nije kwako? Wewe. Tabia ulionionyesha leo. Hii dharau ulionionyesha leo. Sijawahi kuonyeshwa tangu nizaliwe. Wewe ndo mwanaume wa kwanza. Na kuchukia. Naomba nisamehe. Hii hali mimi mwenyewe nashangaa. Mimi ni mwanaume nilikamilika. Na nina hisia pia. Na ndio maana nikaona nikuite. Ila kwa kitu ambacho kimetokea, mimi mwenyewe kitu nakishangaa sana. Na wala sikutegemea kama hiki kitu kinaweza kutokea. Eti samahani. Nilikuwa na hisia. Hivi unamjua mtu mwenye hisia wewe? Hivi unamjua mwanaume mwenye hisia? Hivi una hisia kwa unamuta mwanamke ndani ufanye kitu chochote? Sasa hizo kelele unazopiga, auoni kama majirani unazisikia? Hivi unahisi mimi naogopa majirani? Au unataka nipaze sauti sasa kwa nguvu kila mtu ajue ulichonifanyia huko ndani? Nipaze sauti ajue kama wewe usimamishi. Hivi mwanaume una akili wewe?
Unanitishia majirani mimi? Unaishi na waogopa? Nimekuja kwa majirani hapa. Hapa nimekuja kwako wewe, nilikufuata wewe. Nisikilize basi Lea. Tusifike huko. Samahani, naomba tusifike huko. Sitaki kusema sana. Naomba pesa yangu niondoke. Au mambo mengine utajua wewe. Sijui imetokea nini. Mimi sitaki kuelewa kitu chochote. Unachojua mimi ndio umenikosea. Nitumie pesa yangu niondoke. Sawa basi. Naomba nikutumie. Eti nilikuwa na hisia. Mwenye sijui lini imenitokeaje. Ha! Yaani ukimwona nje kama mtu vile. Kumbe alina maajabu yoyote lile. Nimeiona. Naondoka zangu. Kingine, usisubutu kunipigia simu yako wala kuniita tena nije hapa nyumbani kwako. Lami, naomba nisaidie. Kamwelezee mume wangu, na ikibidi umchukue mwende mkafungue kile chungu. Hapo atakuwa sawa, atakuwa kama zamani. Hakika waliosema walimu wenu kipofu hawakukosea kabisa. Wewe unahitaji kumfanyia hivyo binadamu mwenzako? Mbona ni ukatili wa ajabu sana. Sawa, mimi nitakusaidia. Na nikimaliza kukusaidia, hakikisha haunisumbui tena kwenye maisha yangu. Full stop. Karibu. Asante. Tunaweza tukazungumza? Sawa, nakusikiliza. Mimi nimekuja hapa kwa sababu na maagizo kutoka kwa mke wako. Una maagizo kutoka kwa mke wangu? Hivyo una akili timamu kweli wewe? Huyo mtu unayemzungumzia alishakufa muda mrefu sana. Au unataka unirudishe machungu, si ndio? Sina maana hiyo. Maana yako ni nini? Kitu ninachokiongea na maanisha, na nipo serious. Wewe unavyoonekana una matatizo ya akili. Ukirudia tena kuniongelea huo upuuzi, tutaonana wabaya. Utaujua upande wangu wa pili mimi ni nani. Pumbavu wewe. Bana mimi kazi yako imenishinda. Mtu mwenyewe namfuata lakini dakika ya mwisho anajibu mieyusho. Kwa hiyo kama vipi wewe kaifanye mwenyewe tu. Hivyo una akili kweli? Unajielewa? Hata kama ni wewe, mtu anakuletea taarifa kwa ana ujumbe kutoka kwa mke wako na hali ya kuwa mke wako amekufa, ungemwamini? Wewe ni mtu mzima. Unajielewa? Unatakiwa mwanzie mtu mbali ili akuelewe. Sasa basi, unatakiwa urudi tena ukazungumze naye. Mimi mume wangu nimuelewa. Naamini atakuelewa. Ndugu yangu, mimi naelewa hali gani unayopitia sasa. Wewe ni mtu ambaye unaishi na majonzi sana kwenye maisha yako. Na ukiona mimi nakuja hapa kaka, ni kwa sababu unaelewa matatizo yako ulionayo. Na sio kwa sababu nakuja tu nimeamua kuja. Ila nakuja kwa sababu nina maagizo kutoka kwa marehemu mke wako. Labda nikwambie ili uweze kunielewa mimi ni mtu aina gani. Mimi binafsi naweza kuona vitu ambavyo wewe huwezi kuviona. Na maanisha mimi naweza kuona mizimu. Inawezekana vipi kumuona mtu ambaye ameshafariki muda mrefu sana? Na wewe mke wangu ulikutana naye wapi mpaka akakupa hayo maagizo kwamba uje nifikishie mimi?
takuamini vipi kwa hilo swala? Mwambie hivi, nakupenda leo mpaka kesho kiama. Na nikwambie tu hapa si tuko watatu wala hatuko sisi wawili. Mke wako ameniambia nikwambie anakupenda leo mpaka kesho kiama. Ni kweli. Huo msemo mke wangu alikuwa anapenda sana kuutumia. Sasa hiyo tiba naipata vipi? Nifuateni. Kwa ajili ya kupata tiba ya tatizo lako inabidi unifuate. Sawa. Sasa tumefika. Chungu hichi hapa. Hivyo basi haitakiwi kufunuliwa na mtu mwingine yeyote zaidi yake. Sasa unaweza kumwambia afungue kila kitu. Ndugu yangu, hii ndio sema ambayo tulikuwa tunastahili kufika. Na maagizo kutoka kwa mke wako. Chungu ndo kile pale kwa ajili ya tiba yako. Kwa hiyo unaweza ukakifungua sasa. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba hapa nitakuwa fresh size ndugu yangu, si ndio? Mwambie sasa yuko sawa. Hana tatizo lolote. Amesema kwa sasa hivi utakuwa sawa. Yaani kiukweli leo nimeenjoy sana na sijategemea kabisa yani. Nikajua nikija nitakukuta bado kwenye hali ile ya siku ile. Lea, mimi mwenyewe ile hali ilikuwa inanisumbua sana kichwa changu. Yaani ilikuwa inaniumiza kichwa vibaya mno. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sasa niko sawa. Yaani leo mpenzi wangu, sitaki unipe hata 100 kwa sababu umenifurahisha sana. Kweli. Kuna jambo nataka nikwambie Lea. Toka marehemu mke wangu amefariki, sijapata mwanamke ambaye anaweza kaliziba pengo la mke wangu. Kama unavyoona kwenye nyumba naishi mwenyewe. Mtu pekee ambaye anaweza kaliziba pengo la mke wangu ni wewe mwenyewe. Lea, naomba uwe mke wangu. Yaani uwe mama wa watoto wangu. Mimi nakuahidi kwamba nitafuata taratibu zote. Kama ni mali mimi nitatoa. Yaani taratibu zote ambazo unazijua wewe, mimi naomba nizifuate. Ili mradi tu mimi niwe na wewe. Nimependa sana wazo mpenzi wangu. Tena sana. Kwa vile mwenyewe nakupenda. Ila baby, mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Tusiwe na haraka sana ya mambo, unajua?
Kikubwa tunapendana, kwa hiyo mambo mengine yatakuja tu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba muda kidogo nilifikiria hilo swala. Ila usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Basi sawa, naomba ulifanyie kazi hilo swala. Usijali. Sasa mimi naomba basi nikuache, niondoke. Nimeenjoy, umenifurahisha leo. Kweli. Baadaye. Lami, nashukuru sana kwa kunisikiliza na kunisaidia. Mimi naondoka. Narudi na maisha yangu ya milele, kupumzika. Hata kama naondoka, mimi nipo bega kwa bega na wewe. Ukiwa na tatizo lolote au shida yoyote, unahitaji msaada wangu, njoo hapa hapa. Ita jina langu tu, mimi nitakuja kukusaidia. Sijui tumeelewana Lami? Nisikilize nikwambie Rayani. Kipindi unanisumbua nikupe nafasi ya kuweza kukusikiliza. Hakuna mikataba au maandishi mimi na wewe ambayo tumeandikishana. Hivyo basi inabidi utambue. Wewe kama unaenda sijui kupumzika kwa safari yako ya milele, kama unaenda wapi, wewe nenda. Lakini usitegemee kwamba mimi nikipata na matatizo nitakuletea wewe ili uweze kunisaidia, kwa sababu hatuna mkataba wowote wa maandishi mimi na wewe. Pia inabidi utambue. Mimi kukusaidia wewe sio kwamba nimekusaidia kwa sababu nikitegemea kwamba mimi nitakuletea matatizo wewe unisaidie. Ila mimi nimekusaidia wewe kwa sababu sitaki unisumbue tena kwenye maisha yangu. Na usije ukanifuatilia. Fanya mambo yako, nifanye mambo yangu. Na hisi umenielewa. Kwaheri. Lami. Vipi, uko sawa? Mimi nipo sawa kabisa. Unajua muda mrefu natokea hivi na kuangalia pale. Na kuona uko sehemu kama hii, alafu uko peke yako unaongea mwenyewe. Vipi? Una shida gani? Usijali kwa hilo dada. Mimi nishakwambia nipo sawa. Na nina mambo yangu kidogo ambayo nilikuwa pia na weka sawa. Kwa hiyo kwa hilo naomba hata usijali kabisa. Yaani kikawaida huwezi kukaa sehemu kama ile peke yako unazungumza mwenyewe. Mimi nadhani utakuwa na tatizo. Tafadhali kama una shida naomba niambie. Lakini dada, nimeshakwambia nipo sawa. Na pia nimeshakuelekeza kwamba kuna mambo kidogo ambayo nilikuwa narekebisha. Wala usijali kwa hilo. Na pia naomba nikutakie mchana mwema ili tuweze kuonana kwa wakati mwingine tena. Haya, sawa. Mimi nilikuwa nakusubiria wewe tu. Nimekaa kishenzi hapa. Naona mtu utokee. Yaani wewe unapenda sana kuzurura. Ndio mkali wote unashindwa kupumzika. Sister, mimi mtoto wa kiume unajua. Alafu kukaa sana maumboi kama hivi au kama mida maskani naenda kukaa na wanangu, tunapiga story, tunaangalia mazingira maisha mengine yanavyoenda. Si unajua? Unaambia toka magetoni wauni wanasema. Haya, sawa. Mimi kuna kitu nataka nikuulize. Hivi, rafiki yako yuko sawa? Rafiki yangu gani? Namzungumzia Lami. Amefanya nini? Nilipita kule mabondeni,
nimemkuta yuko peke yake anazungumza. Nikiangalia anaongea na nani? Namuona yuko peke yake, hakuna mtu yoyote. Nikamuuliza, una shida gani? Akanambia hana shida yoyote, ila kuna vitu vyake alikuwa anaviweka sawa. Sasa kwa hali niliyomkuta nayo na majibu alonipa, kiukweli hajaniridhisha. Ndio maana nikaamua nikuulize wewe, kuna chochote unachokifahamu? Nisikilize sister, nikwambie. Unajua Lami hata mimi mwenyewe simuelewi kuna muda. Mara nyingi tukipo wote hizo pigo huwa ananiletea hata mimi. So unajua? Anaambia anaongea na mtu, kuna muda eti sijui mtu mzimu unajua unamtokea. Umeona? Sasa mimi ananichanganya, mimi habari hizo siwezi kuamini. Mzimu? Ndio mzimu. We. Ni bahati iliyoje? Bahati kuona mzimu? Bahati hiyo bahati gani? Mwanzo vipi? Mambo vipi shemeji? Koma we. Mie sio shemeji yako. Na tena marufuku kuniita tena mie shemeji. Alafu, hebu kwanza nikuulize kitu. Hivi kama mwanamke umtaki yani, kuna haja gani ya kumfanyia vitimbwe? Wewe si unamwambia tu kwamba sikutaki kuliko mbinu unazotumia wewe. Asa tunaishi katika ulimwengu wa kidigitali. Mtu unamwambia tu ukweli, anakuelewa. Shemeji, kwani unazungumzia nini? Mimi mbona sikuelewi? Kumbe unielewi. Sasa hivi, huyo mtu ulomfuata hapa hayupo. Ameenda kijijini. Na kitu ambacho ukijui, ameshatolewa barua. Na ameenda mkoani. Na mkoani kaenda kwa ajili ya maandalizi ya harusi yake. Sasa itakuwa umenielewa vizuri kabisa. Shemeji, unachokizungumza una uhakika nacho? Kwani wewe tangu mimi nikawa na masiala na wewe? Au lini niliwahi kutaniana na wewe? Hebu nipishe, toka. Mwanamke ulikuwa naye, umemchezea wewe. Sasa hivi unaanza kumfuatilia. Wewe kama umtaki mwenzako anamtaka. Sije kunipigia, umekuja kunisumbua tumia. Ni bahati sana. Kitu usichokifahamu, ukiwa karibu na viumbe kama vile, hasa ukiwa na mahusiano nao kimapenzi, basi chochote utakachokihitaji unakipata kwa wakati. Na ninachokiona, rafiki yako siku si nyingi atakuwa tajiri. Lakini mtu mwenyewe Lami anavyoonyesha kwamba hapendi yani umzimu kumtokea. So mara nyingi labda akimtokea anakuwa anamfokea nini. Kwa sidhani kama atakuwepo naye kwenye mapenzi. Sasa hapo ndio anapokosea. Mimi nakushauri, kama unaweza kushauri amkubalie. Na naamini endapo atamkubalia, mambo yake yakinyoka, hawezi kukuacha hivi hivi ndugu wangu. Na sisi tutakuwa tuna neema bwana. Kumbe inawezekana hata mimi nikitembea naye nitakuwa bosi. Ngoja nikamshauri Lami.
ikiwezekana tumpigie hata Mtungo. Baridi, mimi nitazungumza naye, nitamshauri mwanangu kama atakubali. Baridi, ngoja nichomoke basi. Sawa. Hivyo unanichukuliaje? Nakuuliza unanichukuliaje? Wewe mpumbavu, mbona unanifuatia sana kwenye maisha yangu? Mimi na wewe mkataba wetu tulishaumaliza. Na nakumbuka siku ya mwisho unaniaga kwamba unarudi kuzimu na mimi nabaki na maisha yangu, nilikuacha, si ndio? Na tukakubaliana kwamba matatizo yako wewe ni ya kwako na yangu ni ya kwangu. Lakini umeona haitoshi, unanifuatia kwenye maisha yangu. Sasa sikia nikwambie. Tulikubaliana kwamba mimi nifanye kazi yako, hautonifuatia tena kwenye maisha yangu. Asa inakuwaje mimi nafanya kazi yako na bado unanifuatilia? Mbona unavunja makubaliano? Naomba naacha na maisha yangu. Sijamaliza misheni yangu. Na vipi kuhusu mpenzi wako? Kwani mke wangu mimi anakuhusu nini? Sikia nikwambie, fanya maisha yako na mimi nifanye maisha yangu. Habari za mke wangu wewe hayakuhusu. Rudi kuzimu, naacha na maisha yangu. Na ndio tulivyokubaliana, mimi sitaki kabisa unifuatilie. Kwa nini usinipe amani kwenye maisha yangu wewe? Rafiki yako anagonga. Pita. Oya baba. Nakwambia sio poa kichangu. Oya kuna bongi la dili damu yangu. Baba wewe tajiri. Mimi nakwambia kichangu unatembea na hela ndugu yangu. Oya nataka nikupe mchongo. Hebu subiri kaka. Unataka kuniambia hapo ulivyokaa upo very comfortable kabisa, yani umerelax eh? Mbona fresh hapa mwanangu Lami, kuna shida gani? Mwambie amenikalia. Kwani una mdomo? Wewe. Mdomo gani unazungumzia? Si ndio huo? Kaka, yule jini si huyu hapo tena ametokea. Oya wewe mtume leo yangu. Sasa nisikilize mwanangu, nadhani hapa hayupo au si? Si hayupo? Hayupo hapo utawala. Haya baridi sasa kichango, anataka nikupe dili kichango, wewe mwanangu unatembea na hela. Kwa nini nakwambia hivyo baba? Wewe ujini hela ninapokuambia. Hela kivipi ndugu yangu? Ni hivi kaka. Yule jini pesa kaka. Yule jini anakutokea wewe ile hela. Kwa nini nakwambia hivyo kaka? Yule kama utatembea naye, yani ukiwa naye kwenye mapenzi. Mimi nakwambia kaka, chochote unachokitaka unakipata kwake. Yaani unamaanisha mimi nikatembea na yule jini? Tembea naye kichangu, mimi nakwambia mwanangu. Oya baba. Wewe utaki utajiri mzee, wewe unataka tuishi maisha haya mpaka lini kaka? Itakuwaje kwaje ndugu yangu? Mimi najua unaufia. Nisikilize usiufie. Yule jini, afu dakika mwisho yule anakutokea, yule anakupenda. Kama angekuwa akupenda asingekuwa anakutokea. Mimi nakwambia damu yangu, wewe mtongoze. Mtongoze afu dakika mwisho akikukubalia, bali jitu unaishi naye. Na kama unaogopa au sio bwana? Wewe mtongoze, akikukubalia mzee wangu, siku ambayo utakayetaka kulala naye, wewe niite. Na ikiwezekana baba tunampiga mande. Mtungo. So poa tunagonga mtungo. Mimi naingia chini ya uvungu, wewe unapiga zako ngili au sio bwana? Piga ngili chako cha mpwezi, after cha mpwezi tu baba. Mimi naingia. Mimi na hakika mwanangu, yani kama ndo tutafanya hivyo baba. Oya. Baba malume. Ninavyokuambia,
sisi matajiri. Nisikilize ndugu yangu, unapoelekea unaenda kuyatimba. Vipi mwanangu? Baba. Inakuaje sasa?